mpe anao Soni. Jeuri na kiburi vitakuponza. We bado ni mtoto mdogo sana. Sitaki kukuona tena karibu na mwanangu. Nadhani umenielewa. Asante sana kaka kwa msaada wako. Usijali, wewe ni ndugu yangu, hivyo shida yako ni shida yangu pia. Mbona kama hivyo? Mama, humu ndani siku hizi kuna mtu anajihusisha na mambo ya kishirikina? Kwa nini unaongea hivyo? Huwezi amini, nimeikuta ilizi kitandani na sijui nani kaweka. Mwanangu, hapa kijijini watu wengi hawatupendi. Hiyo ilizi itakuwa kuna mtu kaitupia dirishani, tena bora umeiona kabla hata haijafanya kazi. Hebu ilete hapa nikaichome moto. Ingekuwa mtoto wa kiume mwanangu, ungependa juu wangoe nazi. Ila ngoja mtafute kijana tuangulie nazi. Kaendelea na shughuli zako. Haya. Kaka, mimi nimekuelewa vizuri sana. Unajua mapenzi ni process. Na maanisha kuwa mapenzi hutengenezwa kutoka hatua moja kwenda nyingine. Kwa karne hii ya sasa ni watu wachache sana wanaoingia kwenye mahusiano wakiwa wanapendana 100%. Hivyo jukumu la kuyaimarisha mapenzi lipo kati ya watu wapendanao. Ushauri wangu kwako ni kwamba mpende anayekupenda, asiyekupenda achana naye. Unamaanisha kwamba nimpende Tisha?
Hiyo ndio pointi yangu kwako. Achana kabisa na yule binti mwingine. Kwanza, kwa stori fupi ulionipa ni hakufai. Vipi kuhusu babake? Mimi naamini baba yake hana shida, ila shida ilianza kwa sababu hawakufuata utaratibu. Endapo ukifuata utaratibu, mimi naamini kila kitu kitakuwa sawa. Shujaa siku zote hamkimbia adui wake. Utanikimbia mpaka lini? Ni kwa nini unafuatilia maisha yangu? Sina muda mchafu wa kufanya hivyo. Halafu huko nakoenda ni bora ukarudi, maana ndio kwanza unaenda kuchochea moto. Ushindi ndio desturi yangu, ujasiri ndio ngao yangu. Hakuna mtu anaweza kupingana na mimi kwenye hichi kijiji, na hii vita ni lazima nishinde. Haya, kulikoni tena na mabegi kama mkimbizi aliyotokea Kongo? Ni stori ndefu sana Gaucho. Hivi naomba tukae chini tuongee. Haya. Unapoteza muda wako bure. Hilo unalolifanya haliwezi kutimia. Hayo ndio yalionikuta shoga yangu. Kweli ndo nimeamini. Dunia ada ulimwengu shujaa wake. Yaani nilivyokuwa na mheshimu yule baba. Kama kuweka hadi nyumba bondi. Ya leo kali. Ndio hivyo ndugu wangu. Yaani pale nimeondoka kama nilivyoenda. Sijambulia chochote zaidi ya kutumika tu. Mimi nikupe tu pole ndugu wangu. Mara raundi hii ulivyopigika, umekamatika. Ila usisahau, nguo mpya ikichanika ya zamani inakumbukwa. Yaani inamaanisha kabla sijaongea na mama yangu mie, nenda kwanza kaongea na Chuma afu uone atasemaje. Maana mama yangu mimi unamfahamu. Gubu lake unaliliwa akianza kuongea hapa mpaka Kariakoo.
Yaani asilimia za kupokelewa hapa kuja kwetu nginja, za kuondoka unazo mwenye mikononi. Sawa, ngoja nikajaribu kuongea naye. Udugu wangu changamka. Wewe naye wanaachwa matajiri sembuse ya sifuri. Mchangamka bwana, umepooza. Yaani nataka uelelelele, nataka uwe nginja. Yaani unavyokuja mimi ndo nataka. Sijui unanielewa? Yaani hacha kupoa. Usiwe kama ujua ulezi. Nataka uwe na mtoli, afu tuliza boli nyama ziko chini. Sijui unanielewa? Yaani pambe tu hapa. Kwa muonekano wa nje unaonekana ni mama mwema sana, unayejali na kusamini watu wengine. Lakini kumbe nafsi yako imejawa na roho mbaya isiyojali utu. Na sijui siku binti yako akija kuyajua haya yote atajisikiaje. Hayo hayakuhusu. Nilikupa onyo uondoke kwenye hichi kijiji na ukutaka kusikia. Sasa basi, ngoja nikutoe kimabavu. Kama nilivyokuambia mara ya kwanza, unapoteza muda wako. Hakuna kitu chochote kile unachoweza kunifanya. Na huu ndio mwisho wako. Mtoto mdogo kama wewe hauwezi kutishinda. Na hii haijaishia hapa. Huyu lakini ana wewe chiani amefeli. Tiki nataka kwenda shule mama. Mama, mimi unanionea mzee, nataka kwenda shule. Mimi nataka kusoma PhD. Ila watu wana roho mbaya. Yaani wanauana kisa pesa tu. Pesa. Unajua pesa? Unajua pesa wewe? Wewe unajua pesa? Pesa. Pesa, money, pesa. Pesa. Ninulia mtoto wangu. Wewe. We mama, kwa nini umeniulia mtoto wangu? Kwa nini? Kwa nini umeniulia mtoto wangu? Mwanangu mimi nilikuwa nampenda sana. Usijali mwanangu, itakuwa sawa. Lakini kwa nini umeniulia mwanangu? Umemuua mwanangu? Mama, kwa nini umemuua mwanangu? We mama, sinakuuliza. Kwa nini umeniulia mwanangu?
Ana majibu. Muone sura mbaya huyo. Umepata nini? Yaani hiki kijiji, mama mtu wa hovyo wewe, unamuua mwanangu? Kwa nini? Kwa nini? Umepata nini? Anaogopa. Umeua mwenyewe alafu unaogopa. Kijiji cha ajabu, kijiji kidogo, uchawi mwingi. Pesa namtaka mwanangu. Chuma, umepata nini hapa nyumbani? Nimekufuata wewe. Karibu. Asante. Habari yako kaka? Salama. Chuma nimemkuta? Chuma hayupo, ametoka kidogo. Ameelekea wapi na narudi saa ngapi? Sijajua mahali alipoelekea, ila kwa upande wa kurudi na narudi muda si mrefu, maana hata mimi hajaniaga. Sawa, acha nisubiri dakika kadhaa nione kama atatokea, maana nina shida naye muhimu. Sawa, hamna shida, ila mimi natoka sasa, sijui utabaki mwenyewe. Sawa. Ungenipigia simu na sio kuja hadi nyumbani. Kwanza punguza papara. Na kila kitu kipo sawa. Na kama sawa nikuja bila kupa taarifa, naomba unisamee mimi. Tisha. Najua nimekufanyia mengi mabaya ambayo kwa namna moja au nyingine nilikuwa nakukwaza, ila nimekaa nimejifikiria, wewe ni mwanamke sahihi kwangu. Hivyo I'm sorry for that. Chuma, hao unaoongea natoka moyoni kweli? Ndiyo, nipo tayari kufuata taratibu zote za nyumbani kwenu ili nikuoe wewe mke wangu. Baby, nilikuwa nimejifunga, sipendi tena, nikawa naogopa kuamini moyoni, lakini uliponigusa kwa macho nikajikuta na kuangalia tofauti.
Maneno yako ni laini kama upepo, yanapita moyoni, yananituliza. Gift, mimi naomba nikuulize swali. Niulize. Hivi unauamini ule msemo unaosema kuwa kikulacho kiunguoni mwako? Ndio, nauamini. Lakini kwa nini umeniuliza hivyo? Nimekuuliza hivyo kwa sababu kuna jambo nataka nikwambie, na ni jambo zito sana, hivyo sidhani kama utaweza kuniamini. Jambo gani hilo? Mbona unanitisha? Najua kuwa unazisikia skendo nyingi sana hapa kijijini zikidai ya kuwa mama yako ni mtu anayejihusisha na masuala ya kishirikina. Sasa iko hivi, ni kweli mama yako ni mchawi. Hivi Maxi, hayo unayoongea umeyafikiria kweli au hauko sawa leo? Mimi niko sawa kabisa, na huu ninaokwambia ndio ukweli. Alafu sio hicho tu, hata kifo cha mtoto wako mama yako ndiye aliyehusika. Nimekaa kimya nikitazama dunia, macho yangu yanaona mengi yasiyo na jibu. Mtoto analia bila kosa lolote, mzazi anahangaika, jasho linamwagika bure. Maisha ni kama bahari yenye mawimbi, wengine wanacheka, wengine wanazama. Leo una ndoto, kesho huzuni, njia ni maswali yanazidi kuliko majibu. Najiuliza